Hadithi ya kijiji, mtoto wa Hujabu. Katika kijiji kidogo kiitwacho Hujabu, kilichozungukwa na milima ya kijani na mito ya maji safi, aliishi mtoto wa kipekee sana aitwaye Amani. Amani hakuwa kama watoto wengine wa kijiji. Alizaliwa na uwezo wa ajabu wa kusikia sauti za mimea na wanyama. Alipogusa mti, alisikia maneno yake. Alipomtazama ndege akiruka, aliweza kuelewa ujumbe aliokuwa nao. Wazee wa kijiji walimuita mtoto wa Hujabu, maana waliona ndani yake kuna nguvu za kale zilizokuwa zimepotea kwa muda mrefu. Ingawa watoto wengine walimshangaa na wakati mwingine kumkwepa, Amani aliendelea kuwa mnyenyekevu na mkarimu kwa wote. Siku moja kijiji kilikumbwa na ukame mkali. Mito ilikauka, mashamba yalinyauka na wanyama wakaanza kutoweka. Watu walihangaika kutafuta msaada, lakini bila mafanikio. Ndipo Amani alipoamua kuzungumza na miti mikongwe iliyobaki msituni. Mti mmoja mkubwa uliomuita kwa jina ukamwambia, Amani, ndani ya mlima wa kale kuna chemchemi ya uzima. Lakini kufika huko utahitaji moyo safi, ujasiri na imani. Bila kusita, Amani alianza safari ya kuelekea mlima huo. Alipitia misitu yenye wanyama wakali, alikwepa mitego ya wachawi wa zamani waliolinda siri za chemchemi na mwishowe akafika kileleni. Akiwa pale, alisali kwa moyo wake wote, akaimba kwa lugha ya viumbe na ardhi ikatikisika. Chemchemi ikabubujika kutoka kwenye mwamba. Amani alirudi na maji ya chemchemi. Aliyamwaga kidogo kidogo mashambani, kwenye mito na kwenye vyanzo vya maji. Kijiji kikafufuka. Watu wakaanza kupata mazao tena, mito ikarudi na wanyama wakarudi msituni. Kuanzia siku hiyo, kijiji cha Hujabu kiliapa kumlinda Amani na kuheshimu sauti ya asili. Mtoto huyo aliendelea kuwa mwanga wa hekima kwa vizazi vilivyofuata, na hadithi yake ikawa maarufu kote milimani na mabondeni. Hadithi ya mtoto wa Hujabu. Mwisho. Ungependa tuiendeleze kuwa kitabu kifupi au uwasilishaji wa watoto?